nini, nani atafanya nini, lakini yeye ndiye atakayehubiri na kumalizia baada ya mambo hayo. Sasa naomba tumkaribishe mchungaji Ezekiel ili aweze kutuletea ujumbe wa neno la Mungu kwa siku ya leo. Asante sana. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya uwepo wako. Tawala sasa mtumishi wako anapokwenda kusimama kunena. Roho wako Mtakatifu na amvuvie. Uwepo wako na uwe dhahiri katikati yetu. Mkono wako wa nguvu, Bwana Yesu, uwepo kutembea katikati yetu. Utukufu wote na heshima vitakurudia katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante mchungaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu tupungiane hewani namna hii. Msalimie jirani yako, mpe salamu, mwambie hongera. Mpe hongera. Maana humu kuna wengine wameletwa na mwindaji. Wamewindwa huko, wamekuja kanisani. Walichemsha kuja kanisani siku nyingine. Sasa baada ya makombora, wengine wamekuja kutubu mchungaji kimya kimya. Haonekanagi kanisani, leo wameona kifo kiko hatua moja na mimi. Na tarehe 9 nakaribia, wacha niende kanisani. Tengeneza mapema. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu yuko nyuma ya mambo. Kuna wengine wamo humo wamejificha, lakini ubarikiwe kwa umekuja. Utengeneze kabisa. Jamani, amina. Maana Mungu anasema nitawawinda. Nitatuma mwindaji atakuchomoa, utakuja kanisani. Utake usitake, utakuja kanisani. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Kanipa neema nisimame madhabahuni. Baba, asante kwa kuniruhusu, na mama Mwaipopo, mama yangu mbarikiwe. Mchungaji Focus, Christina mbarikiwe sana. Wazee mbarikiwe. Nisimsahau na mke wangu mzuri Esther. My wife, Bwana Yesu asifiwe. My wife, mke wangu mimi peke yangu. Jamani, amina Wa kwangu usione wivu, basi sema peke yako. Ndio. Jamani, haleluya. Nikushukuru wazee wa kanisa, wa mashemasi, kila mmoja aliyefika ibadani. Mungu akubariki sana sana sana. Amina. Pili, mimi nitoe pole sana kwa ile tupata Tanzania. Pole sana, najua umepata athari kwa namna moja ama nyingine. Amina. Si wengine tunakaa mjini pale Mzambaraoni, mchungaji, palikuwa papitiki. Palikuwa pabaya mno, palinuka sawa sawa. Zililia risasi, mabomu, tulipata shida. Lakini huyu Yesu ametusimamisha tena. Jamani, amina. Ndio maana ishi na Yesu mapema. Jaa Roho Mtakatifu vizuri mapema. Sio mpaka uwindwe ndio uje kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Leo nina ujumbe kutoka kwa Bwana. Hebu fungua Biblia yako nzuri kabisa. Fungua Biblia yako nzuri kabisa. Kitabu kile cha Hesabu. Tuanze na shuhuda za kidimu. Tuanze shuhuda za kidimu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kwa ruhusa mchungaji tuanze. Nitaka tufanye mwishoni, lakini wacha tuanze na kidimu. Wale ambao tumekwenda kwenye mkutano, hebu naomba simama pale ulipo. Fanya fasta, kimbilia mbele. Wote, hata kama ulienda siku moja. Tulikuwa jeshi kubwa la kueleweka. Pastor, shika maiki pale. Chukua maiki. Jamani, tulipata neema ya kwenda kwenye mkutano. Sehemu inaitwa Kidimu na sehemu inaitwa Mlandizi. Tulikwenda kwa muda wa wiki moja, tukafanya kazi ya Bwana. Jamani, amina. Kikosi hiki wengine tulikaa nao siku zote,
wengine wakaja siku moja, siku mbili, lakini walikuja nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hebu mpe Bwana makofi tena. Wote hawa ni jeshi kubwa la Bwana. Tukafanya mkutano pale Kidimu siku 4 nzuri, tukatoka tukaenda Mlandizi siku 4 nyingine safi. Tarehe 26 tukarudi hapa usiku. Hebu nimruhusu Pastor Christina tushuhudie kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetuwezesha. Tulitoka out. Baba, asante sana kwa ajili ya out hiyo. Na washirika wako wanasema, wanaulizia lini tena tunaenda. Tafadhali naomba Mr. Sadrach njoo mbele. Tulikuwa kikosi cha watu wengi, watumishi wa Mungu kama mnavyoona. Kweli tumemwona mkono wa Mungu. Ukitoka ndipo utakapojua kwamba Mungu anaweza kukutumia wewe. Kule Kidimu tulifanya huduma nyumba kwa nyumba, watu waliokoka about 13, na pia tukawakabidhi kwa mchungaji mwenyeji. Kila mtu alikuwa anashangaa mkutano ule kwamba haijawahi kutokea mkutano kama ule. Mungu akubariki. Baba alitupa vyombo vizuri vinasikika. Yani Mungu akubariki sana mchungaji. Na pia tukasafiri baada ya siku ya 4 tukaondoka tukaelekea kule Mlandizi ambayo inaitwa Miti Mirefu Ulaya Ndogo. Yani tulifurahia sana, tulimshukuru Mungu. Tulipoingia tukaingia kambini, tulikuwa tunalala kanisani. Tunamshukuru Mungu, hatua yetu ya nyumba kwa nyumba tulikutana na watu wa ajabu. Tulikutana na nyumba za waganga, za wachawi. Lakini tulipewa tahadhari siku ya kwanza tulipoingia kwamba mahali hapa sio lele mama. Mnapotaka kutoka nje muongozane kikundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kikundi changu nikawatoa hofu, nikasema msiogope, tunaye Mungu mkubwa. Kweli tulimuona Mungu, hakuna aliyekabwa hata siku moja, wala hawakuingia ndani kutuangia. Maana Mungu alikuwa mkubwa sana. Kwenye mkutano watu waliokoka, almost about watu 35 walimpa Yesu Kristo maisha yake. Watu wengine walifunguliwa, na pia tumeacha huduma kule. Tulikutana na dada mmoja ambaye alikuwa na miaka 26 na ni mjane, ana watoto 2. Alikuwa na mapepo makali sana. Hata vijana 7 walikuwa wanamshika, lakini alikuwa anawashinda na nguvu. Lakini tulipoketi chini naye tukamkanso, tukagundua alikuwa ni uchungu iliyo moyoni mwake na adui akachukua nafasi hiyo. Tukamhudumia, kisha tukamwachia mtaji ili aendelee na maisha pamoja na mtoto wake. Kanisa tunashukuru sana. Haleluya. Wasama Mr. Sadrach alipoingia ananunua maji. Jamani, tulikuwa tumeishi maisha mazuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naona na kieleketo kutoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kieleketo kutoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Basi kupitia outing hii mimi ninao ushuhuda. Kama mimi ni mtumishi wa serikali, lakini nilipata neema ya siku 8 kushiriki huduma hii. Ilikuwa ni shauku yangu sana, nikasema toka Januari natamani kufanya kazi ya Mungu. Yaani natamani kuipa mbingu faida, kuwaleta watu kwa Yesu. Sikupata, nikatamani kwamba ikitokea safari yoyote ya uinjilisti niwepo. Kwa hiyo ilipotokea hii, ilipotangazwa tusikia kwanza nikasema hii lazima nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipofika kazini nikaanza kuongea, nikasema jamani nina dharura na udhuru kidogo. Lakini wakati naongea kutangaza kuomba siku 5 za uruhusa, wakaniambia kuna safari, katibu ameandaa outing kwa watumishi wote, kwa hiyo kutakuwa na tour Mikumi. Na akitoa ofa uwaga jamani huwa ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema Mungu wangu itakuwaje? Nikasema lakini nimeshaamua kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Nikaomba ruhusa nikapewa, na nikaambiwa unaenda vipi, unawezaje kuacha kitu kama hiki? Nikasema jamani mimi naenda kwenye huduma. Kwa hiyo na mimi nina outing nyingine. Kwa kuwa hii sio kazi, ni hiari ya mtu, mimi nitaenda kuifanya kazi. Wakaniambia kwa hiyo unaenda na baba mchungaji? Wao wananiita mama mtumishi. Nikasema kwa hiyo mimi nikaondoka. Kwa hiyo baada ya kurudi nikauliza jamani ilikuwaje? Wananiambia bwana iliahirishwa mpaka tarehe 7.
Nikasema kumbe Mungu anaweza akasitisha mambo kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa kweli nilimtukuza Mungu, nilibaki namtukuza Mungu sana katika hilo. Kwa hiyo mimi nikutie moyo, uwe unatamani ya kufanya mambo ya Mungu, kuna mambo yatasitishwa kwa ajili yako. Haleluya. Amina. Amina. Tunamshukuru Mungu sana sana kwa kikundi hiki. Sasa watumishi wa Bwana, hebu nigeukieni kidogo. Sasa hapa asichomoke hata mtu mmoja. Leo hatuna sadaka. Situation ilitunyima kukutana. Sasa kuanzia wiki hii tunakusanya sadaka ya shukurani. Jumapili tunaleta bahasha. Jamani, amina. Sura zote hizi nazingamua vizuri. Usikwepe kwenye sadaka. Jamani, amina. Usikwepe kwenye nini? Yaani Mungu anisaidie kweli, nitakukamata tu. Amina. Mama Kiamba, anza kupokea sadaka. Sawa? Pokea michango 5,000, 10,000, 2,000, 20,000. Kaa nazo Jumapili, tunamwambia mchungaji wetu, asante baba. Jamani, sadaka yetu atakula mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama atakula mchungaji, hujamwalika siku nyingi nyumbani kwako, lete kajogoo kazuri. Amina. Na naomba majina. Mama Kiamba, majina, andika majina. Huyu ametoa shilingi ngapi? Mchungaji hajaja nyumbani kwako hata siku moja, wala hujaenda kwake. Sasa tunamletea jogoo hizi 2, 3. Amina. Jamani, amina. Hebu shangilia basi na kwa hilo. Alafu mchungaji, wewe Mziwanda njoo huko. Mziwanda njoo. Sio ataandika wakileta. Wakileta sio sasa hivi. Tuna Mziwanda baba. Huyu ilikuwa Mziwanda wetu, mtoto wetu wa mwisho. Kama Mziwanda ketu tulikuwa nako bwana. Kumbe jina lake ni matata, anaitwa Inverter. Sasa tukamwongezea jina Inverter System. Maana inverter ni kifaa kizuri sana cha umeme. Tukamtwanga jina lingine System. Kwa hiyo inaitwa Inverter System. Mziwanda wetu tulimtuma masokoni sana huyu. Jamani, kambini kule ni kuzuri, tunakula vizuri. Mama Haroni alikuwepo kuweka afya sawa. Ana alikuwepo kuweka afya sawa. Sada Cafeteria ubarikiwe sana. Tulikula maandazi yalipikwa. Wewe njoo kambini, ukisikia mkutano njoo. Mungu awabariki. Joeli ya kukosekana. Mungu awabariki. Jamani, makofi kwa Yesu. Mutaanza baada ya ibada kuchanga hiyo sadaka. Tunampa mchungaji sadaka ya shukurani. Jumapili ijao tunaileta hapa. Jamani, amina. Basi fungua Biblia yako nzuri, kitabu kile cha Hesabu sura ya 25 kuanza mstari wa 16. Kitabu cha Hesabu sura ya 25 kuanza na mstari wa 16. Tumefika wote. Tumefika wote mpaka wa 18 tutasoma. Lao huyo aliyeuawa siku hiyo ya pigo katika jambo la Peori. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Ana maandishi yako hapo, kama una Biblia yako uone vizuri, una Biblia utasoma hapo. Amina. Jamani, mapigano katika ulimwengu wa roho hayajawahi kuisha. Vita vya kiroho havijawahi kuisha. Ulipookoka tu tayari we ni muhanga wa vita vya kiroho. Ulipompa Yesu maisha tu tayari ukaingia kwenye mapambano ya kiroho. Siku hilo uliposema leo nampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tayari giza lilitambua wewe umewakimbia.
Na nikwambie wazi, vita hivyo havikomi mpaka Yesu anarudi, ama umenyakuliwa kwenda mbinguni. Ukinyakuliwa, vita hivyo vimekoma, maana mbinguni hakuna vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipata fursa kunyakuliwa ama Yesu siku anaporudi, vita vitakoma. Lakini maadamu bado tupo duniani, mapambano yataendelea sana. Bwana asifiwe sana. Mimi namshukuru Mungu sana kwenye eneo la vita vya kiroho. Ninajua Bwana ameniweka kwenye nafasi gani. Tambua kama Bwana amekuweka kwenye nafasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vya rohoni ni mapambano ya watu waliookoka na giza. Jamani, amina. Sasa tumeona mambo kadhaa. Tumeona Israeli, Musa anaambiwa na Mungu kwamba wasumbue wa Midiani, kawapige. Hivi unaweza kujiuliza, hawa Midiani ni watu gani? Wakina nani hawa Midiani? Unaweza kawa bado hujaelewa vizuri maana ya Midiani. Midiani ni taifa. Hebu niwekee Waamuzi sura ya 6. Waamuzi sura ya 6. Mstari kuanzia wa 2 mpaka wa 6. Waamuzi sura ya 6. Tumepata wote? Tumepata wote watumishi wa Bwana. Nataka tumuone Midiani ni nani, tumtambue kabla tujaanza kumpiga. Na leo tutampiga sawa sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema na leo tutamtandika sawa sawa. Kama amekuja kwa njia moja, atatoweka kwa njia. Lazima aachie maisha yetu. Jamani, amina. Biblia inaniambia mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea, na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi, hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Midiani ni taifa ambalo lilikuwa na uadui na Israeli muda mrefu. Hawajawahi kupatana watu hawa. Ni mataifa mawili tofauti. Lakini mara zote Midiani alikuwa anakwenda kukopa majeshi. Anapenda kwenda sehemu nyingine kuungana, kufanya muungano ili kuizurumu Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona hapa walikwenda pamoja na wana wa mashariki, taifa jingine. Kwa hiyo utambue Midiani ni taifa ambalo kazi yao kuidhulumu Israeli kipindi cha Agano la Kale. Tumeona mkono wa Midiani ulikuwa juu ya Israeli. Hawakuachia riziki yoyote, wakaharibu nchi yote. Walikuja na ng'ombe zao na mifugo yao, wengi kama nzige, na ngamia zao. Na Waisraeli walikuwa wakiwaona wale watu wanakimbia, wanachimba mashimo, wanakaa ndani ya mashimo badala ya nyumba zao, kwa sababu taifa linaonewa. Mkono wa Midiani uliwaelemea Wayahudi, na hii yote ilitokana na dhambi zao. Walipomtenda Bwana dhambi, akaamuru taifa la Midiani liwashikishe adabu hao Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema katika hali hiyo Israeli wakamlilia sana Bwana, wakamtafuta Bwana, wakamlingana Bwana, wakatubu dhambi zao, wakamlilia Bwana tena upya. Ndiposa tunaona Bwana anamuinua shujaa mmoja anaitwa Gideon ili kuwakomboa wana wa Israeli tena upya. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo taifa hili la Midian kwetu sisi leo tunaliona kama ni upinzani wetu wa rohoni. Jamani, tunaishi kipindi cha rohoni. Jamani, amina. Vita vyetu tena sio vya juu ya damu na nyama.
vita vyetu ni juu ya jeshi la pepo wabaya. Midiani anasimama kama magonjwa siku za leo. Midiani anasimama kama wachawi, kama waganga, kama waharibifu, mapepo, majini. Yote haya ni Midiani, tunayaweka kwenye kundi moja, maana tunasumbuana nayo. Jamani, amina. Haya tunasumbuana nayo. Haleluya. Sura ile ya 22 mstari wa kwanza, Biblia inaniambia kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu na ng'ambo ya pili ya Yordan karibu na Yeriko. Hii ni safari. Hapo wakati Mungu anamwambia Musa wawapige, walikuwa bado safarini, hawajafika nchi ya ahadi. Sasa tunarudi nyuma kidogo, tunaona walikuwa safarini, wakafika ng'ambo karibu na Yordan. Mungu akamwambia wekeni kambi hapa. Ile Biblia inaposema wakapanga, kupanga maana yake ni kuweka kituo. Kumbuka, mchana walitembea na nguzo ya moto, nguzo ya wingu, na usiku walitembea na nguzo ya moto. Sasa mchana hii wingu likisimama nao wanasimama, wakapanga, wakaweka kituo. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoweka kituo, mstari wa 23, mstari wa 3, mstari wa 2, kuna mtu mmoja anaitwa Balaki. Huyu Balaki ni mfalme wa Moabu. Jamani, amina. Yeye aliona mambo yote ambayo taifa la Israeli lililofanya njiani, maana walipita karibu na kila nchi, na kila aliyetaka kuwazuia alishindwa kuwazuia, kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa nao wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Nguzo ya moto ilikuwa nao. Maandiko yanasema huyu mfalme wa Moabu, huyu Baraki, aliona mambo yote, aliona kila jambo, na alipewa taarifa hao watu sio wa kawaida. Biblia inaniambia Moabu wakafadhaika sana kwa ajili ya Israeli. Ninatangaza mchana wa leo katika Biblia kama inavyosema kwamba Bwana atawafadhaisha adui zako. Wewe usiogope. Kama Balaki anaona mambo yote, nataka nikwambie wanajua ulichowafanya waganga wa kienyeji. Wanatambua tulichowafanya. Pepo zinajua zinavyopigwa hapa Ukonga. Jamani, haleluya. Mwanamke mmoja alinivamia nyumbani mwangu siku moja usiku. Nikamwambia hutaishi. Maana Bwana aliniambia mwambie hata kuwa mzima lazima akafe. Nami nikamwambia unaenda kufa, hutakuwa mzima wewe. Ilikuwa ni usiku wa saa 7 za usiku. Maana Bwana aliniambia atakuja huyo mwanamke, na akaniambia usipambane naye, mtamkie maneno. Kwa hiyo wanajua tulichowafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanajua tunachowafanya. Kama Balaki alijua na aliona, wanatambua hata wao walivyowapiga. Jamani, amina. Kaa sawa sawa, wana kisasi hawa. Siku moja mchungaji, nafanya maombezi, yale mashetani yakaniambia tunasubiri uanguko lako tu, wewe tuonee tu. Tena ilikuwa chumba kile pale, si unatuonea. Kuna binti yule mchungaji, kama unamkumbuka, alikuwa mtoto wa mchungaji wa Arusha. Alikuja hapa, ameletwa na jamaa mchepuko. Kuna michepuko. Bwana asifiwe. Jamaa akasikia mkutano wa injili kwenye redio, akakimbilia hapa, akasema mchungaji, nimemleta huyu dada, ni mchepuko wangu. Hakujificha. Akasema huyu ni mchepuko, lakini mke wangu anazali hapa. Yaani mke wake yuko hapa, alafu kaja na mchepuko. Kakamatwa kwenye kona. Nimesikia mkutano kwenye injili. Akanisimulia, na mimi nikarudi kwa mchungaji. Nikamwambia mchungaji, huko nje kuna 1, 2, 3. Baba ni kamanda huyu, mkuu wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. CDF wetu wa Ukonga. Akaniambia kafanye 1, 2, 3. Nikamwambia imeisha hiyo. Nikachukua kikosi kazi, nikamwambia twendeni tukamfungue huyo binti.
Na mchungaji alinipa maelekezo niliyafanya. Aliniambia karudisheni hayo majini. Kwa hiyo mama yake aliyatuma yaamuruni yaende huko. Ni alimvagaa akadondoka huko. Huko wapi huko? Tabata. Akapigwa chini. Sisi tunaamuru pepo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yanajua. Sasa akaniambia wewe tunasubiri siku uanguke tu. Maana yanajua ninachoyafanya. Kwa msaada wa Bwana. Haleluya. Hata wewe wanakusubiri sana. Hata wewe wanajua sana unayoyafanya. Moabu akaona yote ambayo Israeli ameyafanya mataifa mengine. Kwa hiyo akafadhaika, na mchana wa leo wanafadhaika kwa ajili ya ukonga. Nataka nikutie moyo. Mwakani utaingia, utamaliza Disemba, utamaliza Oktoba, utavuka salama. Sikiliza mpendwa, haya ni maneno yanatoka madhabahuni. Pokea uzima. Haijalishi 10,000 wameanguka kulia kwako, 1000 kushoto, wewe utatazama tu, lakini utapita salama. Hata kama wanatoa makafara mwisho wa mwaka, sisi tutapita salama. Sababu ni agizo la Bwana. Amesema nyumba zetu, yeye ni makao yetu, yeye ni mwamba wetu wa makao yetu. Nyumba zetu zifunikwe na uwepo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Anza kupokea mtu wa Bwana. Usitishwe. Acha kubabaika. Wanajua tunachowafanya katika ulimwengu wa roho. Wanatambua kama Baraki anajua. Sasa Baraki alipojua haya, akafanya nini? Akaenda kwa wazee wa Midiani. Alipotambua mambo haya kwamba hawa jamaa siwawezi hao. Akaenda Midiani. Kumbuka mataifa mawili sasa yamekutana. Moabu akakundua ngoma nzito. Niende wapi? Midiani nikapatane nao. Sikiliza mpendo, wanapenda kukutana hawa jamaa. Dhambi inapoingia kwa mtu haibaki peke yake, ina tabia ya kualikana. Amina. Moabu akawaambia, mstari ule wa 4, wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya mashamba, katika jina la Yesu. Wanaotuzunguka katika ubaya tunakwenda kuwaramba muda si mrefu. Sema amina. Hebu tikisa mkono, tikisa mkono. Sema Midiani wapigwe. Na ujumbe wangu ni huo, tuwapige wa Midiani. Tusiwaache salama kwa sababu wanatusumbua. Jamani, amina. Na bila hasira nao kweli. Haleluya. Mimi na hasira na waganga wa kienyeji. Nataka nirudishe tena huduma yangu mchungaji ya siku za nyuma. Nikikuta kibao cha mganga wa kienyeji nachukua simu. Sasa siku hizi bwana wanasema simu zinarekodiwa, sijui mtu kama tumemwambiaje mganga wa kienyeji. Sasa siku ile nikampigia mganga mmoja nikamwambia wewe. Akaniambia mimi niko Buguruni hapa. Kama mwanaume njoo. Nikamwambia nani aje? Mimi natungua za mbalimbali. Unajua ngumi za mbalimbali? Unapiga za mbalimbali. Sikiliza, siku hizi kuna teknolojia. Marekani haji huku, anabonyeza button tu chuku kitu hicho. Nikamwambia mimi nakutungua za mbalimbali tu kwa jina la Yesu. Eti tukutane tuanze kushikana, hamna mieleka hapa. Hapa ninakutoa knockout kwa jina la Yesu. Sikiliza, jina la Yesu linapita mawingu, linapita kilomita, linasafiri inchi hadi inchi. Usiende ukajichomeka ati njoo twende. Kama Bwana akikuongoza kama Mama Amani alivyoenda kwa mganga, yeye aliongozwa hivyo na akamkomboa binti yake. Jamani, amina. Akatuletea Agnesi, baba amejazwa roho. Kajazwa roho. Tulienda mbingu kule, akaja kanisani, kajaa roho sawa sawa. Akaniambia nafurahi, mwambie baba Mwaipopo nafurahi. Uganga wote kwisha. Alikwenda mama yake akamchomoa Agnesi. Sababu sikupewa upako wa kwenda, nilipewa upako kutungua za mbalimbali. Hata leo natungua mbalimbali. Jamani, katika jina la Yesu, wanaokuanzia mabaya kwamba usifike mwisho wa mwaka, utafika. Tunawatungua kwa jina la Yesu. Midiani wapigwe. We nyamaza tu, shauri yako. Hili neno la madhabahuni.
Maana najua wengine wamekuja kwa hofu tu. Baada ya kuona shida makombora haya yatatufikia, tujapatana na mzee Mwaipopo, tulimsema vibaya. Sasa mzee, leo utapokea sadaka. Mchungaji cha vocha, pokea tu. Wengine wanatubu dhambi kimya kimya, wewe weka tu mfukoni. Pale mama saluni ipo. Mama Mwaipopo, zikija leo saluni naenda mama yangu kama kawaida. Kumbe kuna watu wanatubu dhambi kimya kimya. Wewe unapokea, tunaambia mwanangu ubarikiwe. Yaani mchungaji, nimemisi kanisa, ambia sawa. Kumbe mwindaji kamfurumua. Mungu nyuma ya nini? Sema nyuma ya mambo. Shetani alianzisha, Mungu anapenya, anawapata watu wake. Haleluya. Hao jamaa huyu akaenda kwa wazee wa Midiani. Akamwambia hili jeshi linataramba vitu vyetu. Kumbe huwa tunaramba mambo yao. Kumbe sisi ni moto ulao. Maandiko yanasema watumishi wa Bwana, sisi ni miali ya moto. Pokea upako wa mwali wa moto, ukapenye kwenye shida yako, ukapenye kwenye makafara yao, na kila madhabahu inayoshindana na wewe ikaanguke. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa akatuma wajumbe wapi sasa? Kwa Balaamu. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Balaamu, mtumishi wa Bwana. Hili jamaa hili lilikuwa litumishi la Mungu. Unajua Balaamu liliishi miaka hiyo kama Ayubu. Ayubu hakuwa Myahudi. Ayubu Biblia inasema alikuwa kuna mtu kule Usi. Kumbuka wakati Ibrahimu yupo, Uyahudi ulikuwa hamna wana wa Israeli. Lakini Mungu hajawahi kuishi bila watu. Ana masazo popote ukienda, hata China, hata wanapoabudu miungu asilimia ngapi, kuna mtu wa Mungu yupo. Mungu hajawahi kuishi bila mtu. Ana masazo. Bwana Yesu asifiwe. Ili jamaa lilikuwepo. Wana wa Israeli wako huko na lenyewe liko linamjua Bwana. Sikiliza huko China anachosema Balaki. Analiambia ile Balaamu, ninajua wewe ukija utanilania hawa watu, kwa sababu ukimlaani mtu wewe analaaniwa, ukimbariki anabarikiwa. Lakini jamaa lilikuwa litumishi la Bwana, lakini linapenda tumbo. Linapenda misosi ile jamaa. Linapenda pesa. Utumishi wa fedha. Nashukuru mchungaji. Liliandaliwa mapochopocho mpaka likaanguka na Wayahudi waliliua. Lakini lilikuwa limejaa Roho Mtakatifu. Tunza sana Roho Mtakatifu. Tunza sana uwepo wa Bwana. Nasema tunza. Amina. Haleluya. Wakalihifadhi Balaamu mwana wa Beori, mstari wa 5, hata Pethori ulio kando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama kuna watu waliotoka wapi? Wametoka wapi hao watu? Sema Misri. Kama unasema fasta Kiingereza sema Egypt. Sema Egypt. Yajia na Kiingereza kidogo. Amina. So napenda tu Misri. Alitoka kwenda Misri. Ongeza na kwa uzuri kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia John, laani hao watu. Mstari wa 7, wale wazee wa Moabu wakaungana tena na wazee. Mstari wa 7 anasema wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakachukua nini? Ujira wa uganga. Wakampelekea mtumishi wa Bwana ujira, fungu. Wakalipeleka fungu kwa mtumishi wa Bwana. Tulaanie hao watu. Yeye akamwambia, mimi siwezi kuwalaani hao watu. Nitazungumza neno ambalo Bwana ataliweka wapi? Ndani yangu. Sitavuka mpaka wa Bwana. Lilikuwa linamjua Mungu ili jamaa. Likakataa. Maana Mungu alilitokea mstari wa 9. Akaliambia, hawa nani ulionao pamoja? Uko na kina nani hao? Lilikwenda mbele za Bwana ili liwalaani Israeli. Mungu akaliambia, wewe hao nani unao? Sikiliza mtumishi wa Bwana, usiungane na watu waovu. Narudia tena, usiungane na watu waovu. Hata kama yumo kanisani, ukigundua muovu, achana naye. Bwana anakuuliza leo, huyu nani uliye naye pamoja? Mbona wana ujira wa uganga mikononi? Mbona wana vitu vya kiganga mikononi? Wana ujira wa uganga.
Bwana Yesu asifiwe sana. Akayakataa ya majamaa. Mara ya pili wakarudi tena, mstari wa 15. Safari akatuma wakuu mara ya pili, wengi zaidi ya wale wa kwanza na wenye vyeo vyao. Sikiliza mpendo, tunaposhindana majeshi haya katika ulimwengu wa roho, wanaanza migambo wale kutusumbua. Tukiwashinda wanaongeza vyeo, tukiwapiga wanaongeza makamanda wao, tukiwapiga wanazidi kuongeza. Hapa wakaongeza jeshi kubwa na wenye vyeo mara 2 ya wale waliokataliwa. Sikiliza mtumishi wa Bwana, haijalishi umerogelezewa kwenye madhabahu ya namna gani, utatoka salama. Narudia tena, haijalishi jina lako limepelekwa wapi, wamejikusanya wangapi, sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Jamani, amina. Wewe pokea mambo ya mwisho wa mwaka haya, yatakuvusha. Amina. Wakaenda na ujira, wakaenda mara ya pili. Sifa moja ya shetani, akatagi tamaa. Ukimshinda leo, kesho anarudi. Ukimshinda kesho kutwa, anaenda kujipanga, anakuja tena. Pamoja na hayo, tunaye Bwana mabwana, tunalo jina la Yesu Kristo aliye hai. Jamani, haleluya. Nione mkono ambaye mtu tunaenda naye sawa. Haleluya, haleluya. Wakamkataa. Alipowakataa, mstari wa 19, wakamwahidi kumfanyia heshima kubwa. Wakristo wengi wanaanguka kwenye heshima, kuheshimiwa mno, kupewa vitu sana, kupokea vitu. Kwenye maharusi umeenda kijijini huko na kula hovyo tu, misosi iko hapo unazamia tu. Umeona msosi tuwe tayari, wanalogelezeaga kwenye misosi. Unaheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Viti vya mbele. Na kama kutupata wangetupataga wachungaji, lakini namshukuru Bwana, wachungaji wa Ukonga tuko salama. Jamani, amina. Nasema tuko salama. Maana ukienda mahali wanasema aanze mchungaji, hata kama kuna bomu kule limpikie mchungaji. Wengine wanajua mchungaji ana nguvu za Mungu. Akila mchungaji salama na sisi tunakula. Bwana Yesu apewe sifa. Hao wazee wakamfanyizia, wakamwahidi heshima kubwa kwamba watamheshimu sana. Akawaambia, mimi sitakuwa tayari kufanya lolote mpaka Bwana niambie. Jamani, amina. Mungu alikasirika kwa sababu Balaamu aling'ang'ania kwenda. Wote tunajua hii habari ya Balaamu na Balaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie sababu kwa nini tuwapige wa Midiani. Na kwa nini Mungu alimwambia Musa wapige wa Midiani? Sababu ya kwanza, kwa kuwa huwa wanawasumbua. Najua kama umeokoka unasumbuliwa katika ulimwengu wa roho, ukai salama. Kuna vita vipo. Kuna mapambano unapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ni kwa sababu ya kisasi cha Bwana. Bwana alipowaambia wawapige ni kwa sababu Mungu anataka kuwalipisia kisasi. Hawa jamaa walisababisha vifo vya watu 25,000 juu ya wana wa Israeli. Mungu akaliweka moyoni jambo hili, maana walikwenda wakafanya uzinzi, wakaungana na Baali Peori, wakafanya naye ibada, wakamwacha Mungu wa kweli wana wa Israeli. Mungu akakasirika mno kwa jambo hili, na ile ikatokea pigo katika Israeli, wakafa watu 25,000 kwa wakati mmoja. Mungu akaliweka moyoni jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Akahuzunika sana Bwana. Ukitasoma mstari wa 1 mpaka wa 9 utapata kisa hicho. Kwa nini tuwapige? Yeremia sura ya 5 mstari wa 20, kwa sababu wewe ni silaha za vita vya Bwana. Biblia inasema wewe ni silaha za vita vyangu. Yaani Mungu akitaka kufanya fujo duniani na maadui zake, anatutumia sisi.
Kule Mlandizi mchungaji katika shuhudia wakajikuta wameingia nyumbani kwa mganga wa kienyeji. Karibuni, kumbe jamaa liganga la kienyeji. Likaanza kuponda ibada zetu. Tunasema mimi nawasikieni huko mnachohubiri. Nasikia. Nyinyi mnakemea sana mapepo. Mimi situmii hiyo nguvu. Nikifanya tu chup pepo anatoka. Pepo anahama tu. Nyinyi mnatumia sana, wasikieni mnakemea mapepo. Lakini jamaa lilikuwa lioga lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na uganga wake wakalishuhudia habari za Yesu. Siku moja likanyemelea kwenye mkutano. Likajificha, lakini nikasema wewe njoo tu karibu na mkutano. Lakini tulipanda mbegu. Tulikuta hali ya umasikini, ya ufukara, vijumba vya waganga ni vingi. Siku nyingine tunapita mtaani kushuhudia. Mama mmoja alipotuona akaanza kutulaani kama Balaki na Balamu hiyo. Akaanza kuimba nyimbo zao zile za kutuimbilizia, nyimbo zao za hawa. Pre. Nikamwambia jamani, hiyo ngoma hiyo mtu anaimba wapi? Wakasema si yule pale. Kajifunika mwenyewe ametulaani. Sisi tukapita tukaribu yake. Tulipovuka tupapa akanyamaza. Akasema huyu alikuwa anatulaani huyu. Lakini laana haikushika. Bwana Yesu asifiwe sana. Laana haitukamati kwa sababu tumembeba Yesu, mwanaume wa wanaume. Katika kushuhudia mchungaji kuna mambo. Siku moja tukajikuta msikitini. Tukafika nyumba ya mtu. Tumeenda mara pap tukaona vijana tukaingia, kumbe bwana tumeingia msikitini. Fa bila kujua. Mimi naona hii nyumba bwana ina mazulia mengi namna hii. Alafu mekundu tu. Mbona hawana viti hao? Sisi nilipigwa upofu na Roho Mtakatifu nishuhudie tu. Tukakuta vijana pale nje. Tukawapa habari za Yesu msikitini baba. Kumbe uoga ni kujua jambo. Usipojua hamna uoga. Tungejua tusingeenda. Tungesema hapa tutaleta shida. Tukajikuta bwana, afu tuko hawa wawili. Vijana wakapiga magoti pale, tukawatwanga sala ya toba. Tunamaliza tu, yule mwenzangu ananiambia, "Pasa tuko msikitini." Nikasema unasemaje? Tumeingia msikitini tuondoke. Nataka nikwambie katika kushuhudia hatuendi sisi wenyewe. Tumembeba mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Yesu mwenye nguvu. Alisema kwenye Mathayo 28:19, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari, sitawaacha wala kuwapungukia kabisa. Tunapoenda kwenye injili tunaenda na Yesu. Tukajikuta msikitini, nikamwambia tusigeuke nyuma. Ndio tunachomoka namna hii. Kundi la mashehe linatoka ndani, vup. Tukapishana nalo, vap. Hawakujua sisi tunafanya nini. Nikamwambia mwenzangu msigeuke nyuma tuondoke. Msala huu mwanangu, si tusepe, tukasepa kona ya kwanza ya pili. Tukasema tuliingiaje pale mahali. Ushuhudiaji kutamu. Utajuaje una Mungu? Nenda maeneo ya hatari. Jamani, nenda maeneo ya hatari. Utajuaje umeokoka? Nenda maeneo ya hatari. Sasa siku ya pili alihubiri Elisha mchungaji Mbaigwa. Akasema naenda nyumbani kwa mganga. Nikamwambia nenda, akamchukua Kaziba. Wakafika mganga wakakuta hayupo. Wakakutana naye mtaani barabarani. Sasa tulikuwa na usongano, nikamwambia mimi nataka mijitu ya namna, nendeni kwa mganga. Kampasheni habari. Lakini mambo haya yanafanywa na mijitu yenye imani, inayojua imeokoka kweli kweli. Nikamwambia nendeni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hatuko peke yetu kwenye injili. Kumbe sisi ni silaha za vita za Bwana. Neno lingine anasema wewe ni rungu langu. Hebu mgeukie mwenzako mwambie wewe ni rungu. Mwambie wewe ni rungu, sijui kichwa chako kimekaaje. Marungu mengine Bwana yanatisha. Kama yule nani alikuwa na rungu lake analibeba mgongoni, yule anaitwa nani akafa yule kwenye maigizo. Pembe, rungu la pembe. Mwambie wewe rungu la pembe. Sura kama rungu ya pembe. Ile maana Biblia inasema sisi ni marungu. Sio leo pigwa polish, arungu alipigwa kipolish, lina sura mbaya. Lina sura ya kutisha kidogo. Hebu niambie sura kama ya 110 hivi. Rungu lile, rungu la 110. Bwana Yesu asifiwe. Akitokeza tu wewe kaa chini, unakaa chini mwenyewe unasema Bwana hapa utakaa chini tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni marungu ya Bwana. Mwambie mwenzako sisi ni rungu la Bwana. Na kwa rungu hili
tutampiga Midiani. Hebu simama tukampige Midiani kidogo, tukamchalaze kidogo Midiani.